Hapo jana ambapo ilikuwa ni tarehe 25 kulishuhudiwa matukio mazito na ya kushangaza yaliyozua mjadala mkubwa nchini yakiguza siasa, usalama na hali ya demokrasia. Siku hii ilianza kwa vishawishi vingi ama msisimko wa michezo bayana ya Manchester City pamoja na Arsenal, ambapo mwishowe Manchester United ilikaragaza Arsenal katika mchezo uliovutia hisia za mashabiki wengi wa soka duniani. Hata hivyo, gumzo kubwa zaidi ilihamia kwenye uwanja wa siasa za Kenya kufuatia tukio lililomhusisha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa jana na Gachagua mwenyewe, alipokuwa akielekea kuhudhuria ibada ya kanisa, alikumbana na tukio lisilo la kawaida na lenye taharuki kubwa. Badala ya mapokezi ya amani ya kidini, alikaribishwa kwa mabomu ya kutoa machozi, yani tear gas, hali iliyosababisha ibada hiyo kuvurugika kabisa. Kanisa liligeuka kuwa kama bomba la kikohozi likijaa moshi mzito uliowalazimu waumini kutawanyika kwa hofu na kukosa pumzi. Gachagua alidai kuwa mazingira ya tukio hilo yalionyesha wazi kuwa kulikuwa na nia fiche ya kumdhuru, akisema alihisi kama alikuwa amelengwa ama apelekwa hospitalini kwa nguvu au hata kwenye mochari. Katika vurugu hizo, askari walidaiwa kuharibu gari lake aina ya Toyota Land Cruiser, huku pia kukiripotiwa uwepo wa makundi ya vijana yani goons waliovamia eneo la kanisa wakitumia usafiri unaodaiwa kuhusishwa na Nam Shuttle. Kwa mujibu wa madai yake, maafisa wa usalama waliokuwepo walikuwa wamejihami kwa silaha nzito ikiwemo bunduki aina ya AK-47, hali iliyozua hofu zaidi miongoni mwa raia waliokuwa wamefika kwa ibada. Gachagua alikosoa vikali polisi, akidai kuwa wanajaribu kueneza simulizi kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyepanga vurugu hizo, madai ambayo aliyakana vikali. Alisisitiza kuwa tukio hilo ni sehemu ya mpango mpana wa serikali wa kumtisha na kumzuia kuendelea na harakati zake za kisiasa. Hata hivyo, alisema wazi kuwa hatatetereka wala kuogopa, na akaapa kuendelea kufanya mikutano na kuzungumza na wananchi bila kujali vitisho anavyodai kukumbana navyo. Viongozi wengine wa kisiasa hawakusita kutoa maoni yao. Aliyekuwa katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka walilaani tukio hilo na kuhoji matumizi ya nguvu kupitia kiasi dhidi ya kiongozi wa kisiasa. Walisema matukio kama hayo yanatishia misingi ya demokrasia, uhuru wa kuabudu na haki ya viongozi kuwasiliana na wananchi bila hofu. Kwa jumla, tukio hilo limezua maswali mazito kuhusu hali ya usalama, matumizi ya vyombo vya dola katika siasa na mustakabali wa uhuru wa kisiasa nchini Kenya. Macho na masikio ya wengi sasa yako kwa serikali na idara za usalama zikisubiri maelezo ya kina kuhusu kilichotokea na hatua zitakazochukuliwa kuzuia matukio kama hayo siku zijazo. Bado tunazidi kufuatilia habari hizi, na iwapo tutapata geni bila shaka tutakuwa tukikujuza. Jina langu ni Ken. Unatafuta sehemu ya kudesigniwa picha nzuri ya nyumba, iwe sitting room, bedroom ama deko ya jumla? Tafuta Sisi Lags Interior. Bei nafuu, kazi safi na ubunifu ya kiwango cha juu. Badilisha muonekano wa nyumba yako kwa ustadi na utaalamu. Thank you for choosing Kenado Media as your primary news platform. Kwa kuendelea kutazama video zetu, tunatutia moyo kufanya utafiti na kukuandalia taarifa kutoka kote duniani. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenado Media, home of trends.